Welcome in Jesus name. Tushiriki neno la Mungu katika kitabu cha John 14:27 na sermon title yake ni The Peace That Jesus Gives. Praise the name of Jesus Christ. Wacha tusome John 14:27. Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Praise the name of Jesus Christ. Yesu hapa anaongea kabla hajaenda kusulubiwa. Wanafunzi wake walikuwa na hofu juu Yesu alikuwa amewaambia ya kwamba anaenda. Lakini katika hiyo hofu yao, hiyo kuogopa yao, hiyo confusion walikuwa nayo, Yesu akawapatia ahadi ya amani. Jina la Bwana lipewe sifa. Ulimwengu siku ya leo imejaa uoga, imejaa vita, imejaa familia kuvunjika, ndoa kuvunjika, imejaa financial struggles, imejaa confusion. Jina la Bwana lipewe sifa. Imejaa anxiety. Jina la Bwana liinuliwe. Lakini Yesu anasema, my peace I give unto you. Jina la Bwana liinuliwe. Leo tunasoma about the peace of Christ. Jina la Bwana liinuliwe. Na sisi kama waaminio lazima tuikubali, tuikubatie na tuweze kutembea nayo. Jina la Bwana liinuliwe. Amani ya Kristo ni zawadi. Ni zawadi. It is a gift. Jina la Bwana liinuliwe. Tunaona akisema John 14:20, anasema my peace I give unto you. You see, it is a gift. Anasema I give unto you. Jina la Bwana liinuliwe. Amani si kitu ambao inafanyiwa kasi sana. Amani ni Kristo hupeana. Jina la Bwana liinuliwe. Ulimwengu kulingana na ulimwengu, amani ya ulimwengu ile ambayo unaweza pewa na ulimwengu ni ya kwamba ufanye kazi na nguvu ili upate amani, upate pesa mingi ili upate amani. Hiyo ndio amani ya ulimwengu. Jina la Bwana liinuliwe. Ukuwe successful kwa mambo yote, kusikue na jambo hata moja lako lina yoyoma. Mambo yako yote iende sababa, ndio uweze kupata amani ambao ulimwengu inasema ni amani. Jina la Bwana liinuliwe. Lakini Yesu anapeana amani kama zawadi. Jina la Bwana lipewe sifa. Hata tukisoma katika kitabu cha Romans 5:1, wacha tusome, inasema therefore being justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Sababu ya Yesu tumesamehewa. Sababu ya Yesu tumerejeshwa. Jina la Bwana liinuliwe. Sababu ya Kristo tumepata amani ambayo inapeanwa na Mungu. Jina la Bwana liinuliwe. Bila Kristo hakuna amani ya ukweli. Jina la Bwana lipewe sifa. Amani ya kweli inakujaga na Kristo. Tunaona ya kwamba amani ya Kristo ni tofauti sana na amani ya ulimwengu. Ndio maana Yesu anasema not as the world gives. Anasema anatupea amani si kama ile inapeanwa na ulimwengu, sababu amani ya ulimwengu ina depend na circumstances. It is temporary. Jina la Bwana lipewe sifa. Sababu amani ya ulimwengu ni ya kwamba ukiwa na pesa ndio uko na amani. Mambo yako yote ikienda sababa, ikienda vizuri, ndio uko na amani. Ukiwa na afya ndio uko na amani. Hiyo ndio amani ya ulimwengu. Lakini sasa tunaona ya kwamba mashida sikija ama kukikuja mawimbi kidogo, hiyo amani inatoweka. Jina la Bwana liinuliwe. Fedha zikiisha, amani inaisha. Afya ikiisha, amani inaisha. Mambo yako ikididimia kidogo, amani inaisha, ile amani ambayo inapeanwa na ulimwengu. Lakini amani ya Kristo ni tofauti sana. Jina la Bwana lipewe sifa. Philippians 4:7. Wacha tusome, tuone inatuambia kwamba and the peace of God which passes all understanding shall keep your heart and mind
through Christ Jesus. Hallelujah. Hii amani ya Yesu inapita fahamu. Surpasses understanding. Inapita fahamu za mwanadamu. Inalida moyo wako. Hii amani ya Kristo. Jina la Bwana liinuliwe. Hiyo amani ya Kristo inabakia hata baada ya mawimbi. Sababu mawimbi yakija, itakuacha tu ukiwa na hiyo amani ya Kristo. Hii amani ya Kristo ni tofauti na amani inayopeanwa na ulimwengu. Hii barua Paul alikuwa anaiandika akiwa kwa jela. Alikuwa in prison. Lakini tunaona hapa akiongea about peace. Anaongea hiyo about amani na ako gerezani. Jina la Bwana liinuliwe. Hii ni ile amani ya ukweli ambayo inapeanwa na Kristo. Ndio maana anaweza iongea hata akiwa katika korokoro, akiwa jela, ananena kuhusu amani. Jina la Bwana lipewe sifa. Yesu akiingia anaondoa uoga. Jina la Bwana lipewe sifa. Sababu anaendelea kutuambia hapo John 14:27 alisema, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Hallelujah. Uoga unaharibu watu wapendwa. Uoga. Watu wanaogopa kesho yangu itakuwa namna gani. Watu wanaogopa magonjwa. Watu wanaogopa kutofaulu. Watu wanaogopa vifo. Watu wanaogopa failure. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini Kristo anapeana amani ambayo inashinda uoga. Jina la Bwana liinuliwe. Tuendelee kusoma 2 Timothy 1:7 inatuambia, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Jina la Bwana liinuliwe. Yesu Kristo anapeana uoga. Yesu Kristo anapeana amani ambayo inafanya uoga uende. Amani ya Kristo ikiingia, uoga unaenda. Jina la Bwana lipewe sifa. Amani ya Kristo ikiingia, unaweza kukua mtu ambaye uko courageous. Jina la Bwana lipewe sifa. Amani ya Bwana ikiingia, imani yako inakuwa. Jina la Bwana liinuliwe. Yesu ndiye mfalme wa amani. Sababu tunaona ya kwamba amani tunayoipokea ya Kristo ni amani ambayo inapita fahamu hata za mwanadamu, sababu yeye ni mfalme wa amani. Tusome Ephesians 2:14 anasema, for he himself is our peace. Yeye mwenyewe Kristo, yeye mwenyewe ndiye amani yetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Yeye Kristo peke yake ndiye hupeana amani. Yeye ndiye hupatia mtu amani. Amani ambayo inatokana, ambayo ni yeye mwenyewe. Yesu Kristo yeye mwenyewe ndiye amani. Jina la Bwana lipewe sifa. Yeye ni amani. Akiingia kwa maisha yako, anafanya mawimbi itulie. Akiingia kwa maisha yako, uoga unatoweka. Analeta faith. Jina la Bwana lipewe sifa. Akiingia kwa maisha yako, anaondoa giza, analeta nuru, analeta mwanga katika jina la Yesu Kristo. Sasa hii amani ya Kristo inakujaka kupitia Roho Mtakatifu ambaye ndiye Kristo alituachia. Sababu Yesu tunaona ya kwamba katika kitabu cha Galatians 5:22 inatuambia, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, etc. Praise the name of Jesus Christ. Ndio tunaona ya kwamba Roho Mtakatifu anapeana hii tunda la amani. Hili ni tunda la Roho Mtakatifu. Amani ni fruit of the Spirit. Jina la Bwana liinuliwe. Tukitembea katika Roho Mtakatifu, tutafanya amani ikue katika miili yetu. Na amani ya Bwana ikikua, itaondoa uoga. Jina la Bwana liinuliwe. Amani ya Bwana inakuja kupitia maombi. Hiyo amani unapaswa uombe ili uweze kupata amani ya Kristo. Sababu siku hizi watu wamejawa na hofu, wamebeba mizigo. Jina la Bwana lipewe sifa. Wamebeba mizigo mingi, wamebeba mawazo mengi. Lakini tunaona kitabu ya Philippians 4:6 inatuambia, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God. Hallelujah. Tukiomba, Mungu anaondoa mizigo yetu.
Tukiomba, Mungu anatutwalia misigo, anatupea uwepesi wake. Anasema nira yangu ni rahisi, mzigo wangu ni mwepesi. Anatuondolea misigo ambayo inatatisa mawazo yetu, inatatisa mioyo yetu. Anatuondolea misigo hiyo, wapendwa. Amani inaingia kwa mioyo yetu tukiomba. Ukiomba upatie Mungu misigo yako, anakupatia amani, nao amani inaingia katika moyo wako. Maombi ni mlango wa amani. Mpendwa, mahali uko, hata kama uko katika matatizo aina gani, hata kama unashindwa utatokelezea wapi, mpendwa, omba. Maombi ndio mlango ya amani. Yesu Kristo alishinda ulimwengu. Aliushinda ulimwengu na akaweza kuandalia wanafunzi wake, akawaambia ya kwamba yeye kama ameshinda, hata wao watashinda. Jina la Bwana lipewe sifa. Acha tuone John 16:33 inasema, in the world you shall have tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndio, tuko dunia hii, hatujafika mbinguni. Dunia hii problems will come. Jina la Bwana liinuliwe. Trials will come. Lazima ujaribiwe, lazima upitie katika changamoto wakati mwingine, sababu uko katika dunia hii na unaona tunaambiwa in the world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Hallelujah, what a promise. Tunaambiwa tufurahi kwa sababu yeye ameushinda ulimwengu. Yesu Kristo tayari ameshinda. Christ Jesus has already won. Praise the name of Jesus Christ. Kwa hivyo sasa sisi kama waaminio lazima tuwe na amani hiyo ambayo Kristo alitulipia, aliilipa, anataka kukupea kama zawadi. Jina la Bwana lipewe sifa. Amani ya Kristo, tuacha tusome Colossians 3:15. Let the peace of Christ rule in your heart. Hallelujah. Wacha amani ya Kristo itawale moyo wako. Hii inamaanisha ya kwamba ikicontrol your rules, your decisions, ile decision una make, wacha ikuwe controlled na amani. Moyo wako uongozwe na amani. Jina la Bwana lipewe sifa. Kila kitu ambacho unaenda kufanya iongozwe na amani ya Bwana. Jina la Bwana liinuliwe. Tunafaa tutumainie Kristo. Let us trust Jesus completely. Wacha tutumie muda na yeye katika maombi. Jina la Bwana lipewe sifa. Meditate the word of God. Tulisome na tulimeditate ili litufanyie kazi. Jina la Bwana lipewe sifa. Walk in the spirit. Tembea katika Roho Mtakatifu. Jina la Bwana lipewe sifa. Ili uweze kuakwaya hiyo amani ya Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Cast your worries unto God. Patiana mizigo yako kwa Bwana, ili Kristo akupatie hiyo amani. Wezi mpendwa, ukijibebea hiyo mizigo utapata magonjwa, utapata maradhi, utapata magumu, lakini ukipatia Yesu mizigo akubebee, Yesu atakupatia uzima wa milele. Hiyo amani ya Kristo inakuja kwa maisha yetu tukirelease mizigo yetu kwake. Jina la Bwana lipewe sifa. Yesu leo anasema ya kwamba my peace I give you. Anasema siku ya leo nimekupatia amani yangu, sababu tumeona amani ni zawadi. Anasema ya kwamba nimekupatia amani yangu. Hii amani ikiingia ndani yako mpendwa, itaweza kutuliza moyo wako, itatuliza mawazo yako, itaondoa uoga, itaongoza mawazo yako yote. Kila jambo lolote unalolifanya litaongozwa na amani. Mungu atakupatia nguvu katika hiyo majaribu unapitia. Mungu atakupea nguvu. Haijalishi unapitia nini leo, siku ya leo. Amani ya Kristo iko na anasema ako tayari kukupatia. Mpendwa, tu muitishe, muombe, umwambie akupatie amani, ili uweze kuondokea hizo mahangaiko mingi ya dunia hii. Jina la Bwana lipewe sifa. Labda uko hapo na unanisikiliza na uko unapitia katika changamoto, uko worried, uko na uoga, maisha imekusoba, saizi uko katika storm, unashindwa
Sasa mtumishi wa Mungu unasema nini na vile ninapitia dakika hii? Yesu anasema ndio, anajua hiyo yote unapitia. Lakini anasema let your heart not be troubled. Usikubali moyo wako usubuke. Kuja kwa Yesu leo, upokee amani. Jina la Bwana lipewe sifa. Usiruhusu mawazo yako isubuke mpendwa. Usiruhusu moyo wako usubuke. Yesu siku ya leo ameacha mlango wazi, mlango wa amani. Anasema njoo kwangu. Wewe unayesubuka na kulemewa na mizigo, nitakupa pumziko. Wacha kubeba hiyo masumbufu mpendwa. Hiyo jamii ambayo imekulemea, mpatie Kristo. Hiyo magonjwa ambayo imekulemea, Kristo anataka kukupatia amani. Hiyo mawimbi ambayo imekukuba, mpendwa, Kristo anataka kukupatia pumziko. Siku ya leo na kualika uingie katika mlango ambao ni Yesu. Kama hujajuana na yeye, kitu ya kwanza ni ukuje ujuane na Kristo ili uweze kuokolewa na ili wakaweze kukupatia hii amani yake ambayo anapeana inayopita fahamu za wanadamu. Na wapendwa, mbarikiwe na msidi kusikiliza hii podcast yetu ili tuweze kuendelea. Like, share and subscribe katika